Shukrani sana kwa jumbe ambazo unazidi kututumia hapa studioni. Omu Samia anasema not yet Uhuru. Anasema Kenya kile ambacho kimezidi ni ufisadi na ukabila ambao umeenezwa miongoni mwa raia. Mwingine Tyson anasema unaweza kuleta kitu ambacho unadhani kitaleta manufaa kwa watu wengine, lakini wengine nao hawaoni. Ukamtaja pale Raila Odinga kama kwa mfano, yeye anapigania kile ambacho unasema kwamba Raila Uhuru ama ni Ruto. Raila Odinga unasema alitetea katiba. Ruto naye anaifurahia hiyo katiba. Everest anasema mimi naombea sana taifa hili la Kenya kwa sababu limegawanyika sana. Wamboi, umaskini tu ndio umekithiri hapa nchini. Papa Omuchesi anasema ukabila, uongozi mbaya wa kiimla, magonjwa, umaskini, yani navumilia tu kuwa Mkenya unasema. Mwingine anasema ni Kafili Okoth anasema demokrasia ambayo kwa sasa inachafuliwa na vita dhidi ya ukabila, tamaa mbaya na mali. Mwingine Abdul Kadir Gedi anasema najilalamikia tu kuwa Mkenya. Na hapa kufikia sasa asilimia ngapi mnasema kwamba hamjaridhika? Asilimia 74 mnasema kwamba hamjaridhika. Na Mark umesema ndio kuna faida ambazo zimeletwa kufikia sasa miaka 54 baadaye, lakini bado kuna mapungufu. Tunapoadhimisha siku kama hii ya Jamhuri, kama Wakenya tunaelewa nini hasa ambacho tunastahili kuwa tunakifurahia? Kwa sababu mara nyingi tunaona kwamba tunaletewa mifano ya wale ambao walijitolea mhanga ili tufike mahali ambapo tumefika kama taifa, lakini sisi wenyewe tunaelewa nini ambacho tunastahili kuwa tunasherehekea? Swali zuri Zubeida, kwa sababu katika maisha kuna namna mbili ya kuangalia maisha. Kuna yule jamaa ambaye anaona mashida tupu, na kuna yule ambaye anaona njia ya kupenya katika kila shida ambayo ipo. Na swali ambalo ningependa kuuliza Wakenya, ndio kuna shida, lakini kuna nafasi ya kutatua hizo shida. Na kwa muda huu katika historia yetu ya Kenya tunaweza sema ndio tuna nafasi ya kutatua hizo shida. Ndio maana rais akasema kwamba nia ipo ya kusuluhisha hizo shida za Kenya. Kwani sisi ndio wa Kenya? Nani mwingine ni Mkenya? Tunaongojea wa Tanzania waje wajenge Kenya yetu? Tunaongojea wa Somalia waje wajenge Kenya yetu? La hasha. Lazima sisi kama wa Kenya tuketi chini tukasema sisi ndio suluhisho ya matatizo yetu. Na tuanzie hapa. Tukianza mambo ya kukopa pesa kutoka nchi za ng'ambo, shida si kukopa, shida ni hizo hela utazifanyia nini? Na tukukumbuke kama wa Kenya, alisema barabara ambayo imejengwa ni kilomita 48 za Thika Road. Si ukweli. Tuko na bypass ngapi Nairobi hii ambazo hazikuwa kabisa? Nakuru Nairobi highway hadi Busia, tujiulize hiyo barabara ilikuwa inakaaje? Sasa hivi inakaaje? Na hilo ndio jambo ambalo sisi kama wa Kenya lazima tujiulize. Shida si kwamba tumefika, ni shida kwamba tunaenda, na kama tunaenda njia ambayo iko sawa, basi lazima tuungane mikono na tuende katika njia ambayo iko sawa. Kwa hivyo unaamini wewe binafsi kwamba Kenya inaelekea katika njia ambayo iko sawa? Kwa sababu kuna nafasi ya mimi kama Mark kujenga Kenya hii, na hilo ndio jambo ambalo napenda kusisitiza sasa. Na rais amesema katika hotuba yake, na ningependa kuambia wa Kenya, kama uko kwenye ndege na ndege iko na rubani, na nigundue ule rubani basi alikuwa mtetezi wangu na mpinzani wangu kubwa sana katika miaka awali, ningependa yule rubani aangushe ndege? La hasha. Lazima tupende yule rubani aweze kupaa ndege yetu vizuri ili sote tufike. Na ndio maana rais alisema kwamba tusiwe na siasa kwa sababu ya siasa, tuwe na siasa kwa sababu tunataka Kenya iende mbele. Kwa hivyo anamaanishaje? Anamaanisha hivi: yule ambaye anapinga na kusema kwamba tumekopa sana, basi swali ambalo yule ambaye anasema tumekopa sana anafaa kuwa akiuliza ni ile pesa ambayo tumekopa inatenda nini? Na kama inatenda jambo ambalo linafanya, basi inaitenda kwa namna ambayo inafaa au hapana? Na hilo ndio swali. Na kama wa Kenya lazima tuangalie shida zetu na tujiangalie sisi. Amesema tuko milioni 48. Basi tujiambie kwamba hizo shida hazitushindi sisi wa Kenya na si serikali tu.
Na Mheshimiwa Wanyeri, kwa kabla tuende mapumzikoni, ulikuwa unasema kuna tatizo ambalo linatufanya sisi kama Wakenya tusifikie mahali ambapo tungependa kuwa. Tatizo hilo wewe unaliona liko wapi? Yeye mwenyewe amesema kwamba wajibu upo mikononi mwa Wakenya na si serikali, jinsi ambavyo Wakenya wamezoea kwamba serikali ndio itatatua, ni Wakenya watatatua. Hayo ni kulingana naye. Wewe binafsi unaona tatizo hilo liko wapi? Nini ambacho hakija kufikisha wewe kama Wanyeri mahali ambapo ungependa kuwa kama Mkenya? Mimi nakubali ya kwamba kuna mambo mengine ambayo tuseme kama miaka 10 ikiwa ni barabara afadhali kidogo, kama vile tulikuwa hatuna hata super highway. Hapo iko na barabara mfiringo Nairobi, hiyo ni mzuri. Mombasa kwenda Busia, hiyo ni sawa. Lakini pengine useme reli, mgeniambia, kwa sababu hiyo iko na zaidi ya trilioni 2. Ni watu gapi wameitumia? Ni watu gani ambao hebu kwanza kijana shida ni nini? Ya kwamba unajua nini? Wakati tulikuwa tunafanya usumi, tulikuwa tunasema iko huko na shilingi 10 na wewe kijana umepatiwa pocket money, utaenda kununua rangi ya viatu ama utaenda kula chips? Sasa ikiwa utaenda kula chips wewe kijana, baba yako ni lazima atakwambia na mama yako akwambie wewe njia yako ya kutumia pesa si nzuri. Ungeenda upande wa kununua rangi ya viatu, kwa sababu hiyo rangi utatumia miezi 3 kabla shule itafungwa, utakuwa sawa. Mimi nakwambia hivi habari ya reli. Kwa sababu gani wakati tuko na watu wako ndani ya transport industry, wao wameweka pesa yao nyingi sana katika transport industry, wako na fleet of buses inatoka Nairobi inaenda Mombasa, na wakati huo unaenda njia yako ya kando, unaona ule mpango ni mzuri wa kujenga reli. Hapo nikwambia ilijengwa na milioni 5 nearly 100 years ago. Ni kwa sababu gani umeona jambo hilo ndilo la maana? Ni wewe umekula chips baadaye kwenda kutafuta rangi wa viatu. Kwa hivyo mimi nakwambia kidogo mimi nataka kusema hivi ya kwamba mambo mengine, mimi si mtu ambaye sipendi nchi yangu, nione kila kitu ikifanya ni baya. Jambo kama hilo nafurahia. Lakini nikwambie hivi, kuna mambo mengine ya maana ambayo tungeenda tujaribu kuifanya hata kabla hatutafanya jambo kama hilo. Kwanza tungeangalia hali ya hospitali zetu. Ni kwa sababu gani hospitali zetu tuko na hiyo manyumba na haina dawa? Hatuna madaktari ambao wanaweza kufanya kazi vile itakikanavyo. Ni kwa sababu gani hatutaki kulipa Wakenya mshahara mzuri ili wafanye kazi ambayo itafanya wagonjwa wetu wasipelekwe huko South Africa ama America ama London? Ni kwa sababu gani hospitali zetu miaka 40, mimi nimekuwa wakati nimekuta hospitali zetu, hata ukienda katika Gatito dispensary utakuta ya kwamba hapo kulikuwa na daktari yako huyo anaitwa Githui, muuguzi mzuri ametoka hapo Karatina. Kuna mwingine hapa mama anaitwa Nyaruai, hata namuona skuli leo nafurahia yeye. Ungekuwa mgonjwa homa kidogo unakimbia huko, unatibiwa, unarudi nyumbani. Mimi nasema hivi habari ya hospitali zetu, na vile tumeona ya kwamba kama serikali jambo hilo la hospitali Kenya, hakuna kitu ya maana kama mtu kuwa mzima mwili yake ili kesho awepo. Kwa hivyo lawama zangu ya kwanza hospitali, kwa sababu tunataka kutoza watu kodi wakati wao wako wagonjwa. Ni watu wa kuhurumia na hurumia Kenya. Watu wa kuhurumia ni mtu mgonjwa hajiwezi, na wakati huo unafanya mpango wote wa vile utamletea bili ya milioni 1, 2, 3, 4 mpaka 10. Hakuna pesa nyingi kuuliza mgonjwa. Jambo la pili, ni vizuri kusema somo letu litoke pale lilikuwa na miaka 7 ya kila mtoto, twende miaka 11. Hiyo ni mzuri sana, lakini pia syllabus yetu iwe nzuri hivi kwamba huyo mtoto baada ya kusoma miaka 11 Kenya, akienda Amerika ama aende tuseme Korea ama aende Germany, somo lake litakuwa likionekana ya kwamba hiyo miaka 11 haikupotea, akifanya kazi ambayo inaweza fanywa na miaka 8. Kwa hivyo syllabus yetu kitu ya maana sana. Kwa hivyo Zubeda, la mwisho ni kusema kwamba mambo yale ambayo inafanya taifa iwe kamili na iwe nzuri na ya kujivunia
Ni mambo kama hospitali, ni mambo ya msomo, barabara kidogo, hiyo tu napatia taifa langu 2 out of 10. Ningependa unipe dakika moja. Kwa sababu muda umekwisha. Kwa sababu muda umekwisha. Cha kwanza nitukumbuke kwamba tangu SGR ije watu 500,000 wamesafiri nayo. Cha pili nitukumbuke ukitaka kutengeneza nchi ambayo inaenda mbele, lazima kuwe na alternative transport. Njia za kusafirisha Wakenya ambazo si lazima iwe barabara. Na tukumbuke barabara zile basi ambazo na lori ambazo unaziongeza zimechimba barabara zetu. Kwa hiyo lazima tuzitoe ile cargo tukaipeleka kwenye reli. Cha pili nitukumbuke kwamba amesema mambo ya kusoma. Tukumbuke kwa muda huu Ministry ya Matiang'i sasa hivi inabadilisha ile curriculum ya watoto. Kenya inasonga mbele. Ningependa kumwambia aende akasome vizuri mpangilio na yale ambayo serikali inatenda ambayo inapeleka Kenya mbele. Na cha pili nimkumbushe kwamba si lazima tuwe wale wa kukorofisha kila saa. Pia tuingie pale tujenge, na tuanze na yeye aende pale bungeni aeke mswada kwamba wanasiasa watapata mshahara zaidi. Naam. Akianzia na yake. Naam, tutakuwa tukijadili mengi zaidi katika taarifa zetu za mwendo wa saa 1 tukiwa naye Mary Kilobi atakuwa akiendeleza mjadala huu. Lakini mtazamaji, taarifa nyingine ambayo tunaifuatilia na mwanahabari wetu Karonderi akiwa katika kaunti ya Nyeri ni taarifa za tanzia, ambapo tunapata taarifa kwamba MCA wa wadi ya Ruguru Peter Weru amefariki. MCA wa wadi ya Ruguru Peter Weru ameaga dunia. Karonderi atakuwa akituletea taarifa hiyo kwa kina muda sio kwa mrefu katika taarifa zetu za mwendo wa saa 1. Shukrani sana wageni wetu kwa kuwa nasi. Bila shaka ni taarifa ya tanzia, umetoka kaunti ya Nyeri. Ampatia pole sana tena sio? Nyeri nasikia tena nimesikia Nyeri nikasikia tena Ruguru. Na pale najua vizuri sana, pole kwa kila mtu. Naam, ni MCA Peter Weru ambaye ameaga dunia. Nadhani kutokana na yale maelezo ambayo tunayapokea kutoka kwa mwanahabari Karonderi ni kwamba alianza kupata maumivu alipokuwa akihutubu wakati wa sherehe za Jamuhuri mapema hii leo, na tutakuwa tukikuletea taarifa hiyo muda sio kwa mrefu katika taarifa zetu za mwendo wa saa 1. Jina langu ni Zubeida Kome. Tunatoa pole kwa wakazi wa kaunti ya Nyeri na shukrani sana kwa kuungana nasi katika taarifa zetu za hii leo. Jioni njema.